tumetolewa kwa mikwaju wa penalty, si tunakubali kama watu tuliotairiwa mawazo na akili, tunasema football imechezwa na mshindi amepatikana kwenda fainali. Ilikuwa nusu fainali bora kabisa na uwanja mzima umepata burudani na watu wamefurahi. Na inaleta tafsiri gani kwenu ninyi kama mliokuwa mabingwa watetezi? Kama mabingwa watetezi, kwanza mimi ninasema Manyara kilikuwa kikosi bora kabisa, na hata sasa bado ni kikosi bora, na hata kutoka kwa Manyara ukitazama unaona ni furaha ya watu wengi. Kwa hiyo kilikuwa ni kisiki, lakini Zanzibar wameweza kupata nafasi hiyo ya kututoa hatua ya nusu fainali na kwenda fainali. Wapi mlipokosea? Of course hatuna tulipokosea. Tumefanya wajibu wetu na wao Zanzibar wamefanya wajibu wao. Tulipata goli la kuongoza, tumekwenda half time na mtaji wa goli moja, wamekuja second half na wenyewe wamesawazisha. Hatimaye mchezo umemalizika 1-1, tumekwenda kwa mikwaju wa penalty, ambayo mikwaju ya penalty mara nyingi tunasema hayana mwenyewe. Kwa hiyo wenzetu wamebahatika na wamekwenda fainali. Kwa ujumla, mashindano haya yanawapa funzo gani ninyi kama waamuzi? Sisi yanatujenga kwanza kiuvumilivu, kifikra, lakini kimazoezi kwa maana utimamu wa mwili, lakini kujifunza baadhi ya vitu na wale juniors ambao ndo walikuwa wanatuchezesha na wenyewe kupata hiyo exposure na kujifunza mengi kupitia sisi seniors. Kwa hiyo ndo kitu kikubwa, lakini kitu kikubwa ni sisi waamuzi kuwa wamoja, kufurahi kama hivi ndivyo, na shindano lolote lazima tumpate mshindi. Kwa hiyo tutasubiri mshindi wa kwanza kwenda fainali amepatikana, ambaye ni Zanzibar. Kwa hiyo tutasubiri nusu fainali ya pili ambayo ni wanacheza Arusha na Dodoma. Tutaona ni nani ataungana na Zanzibar kucheza fainali na hatimaye tumpate mshindi. Anajua unaonekana ulikuwa mchezaji mzuri kwa upande wa center half. Kwa nini ulitoka kwenye uchezaji wa soka ukakimbilia upande wa uamuzi? Kwanza tunaangalia ni sehemu gani zaidi unafiti, na mara zote tunasema hakuna mtu anayejua kesho yake. Sisi tunaamka, wajibu wetu kujibidiisha, tunatafuta. Sijatoka kwenye soka, niliachana na habari za kucheza nikiwa huko mdogo, lakini passion yangu ilikuja ikapindukia kwenye uamuzi, na ninaupenda kweli uamuzi na ninautendea haki, na kila siku najifunza. Kwa hiyo sijafika bado, na mimi bado naendelea kujibidiisha ili niweze kufika malengo yangu. Tutarajie nini sasa baada ya fainali hizi kwa msimu ujao? Pindi tunapomaliza msimu hivi tunajiandaa na msimu mwingine. Kwa hiyo tutarajie mazuri zaidi. Tulianza, hii ni season ya 3. Ya kwanza tulianza Kilimanjaro, ya pili ilifanyika Tanga na bingwa nilikuwa Manyara. Hatimaye saa hizi yamefanyika kwangu Manyara, na tunamsubiri suni tutampata bingwa wa shindano hili. Kwa season inayokuja mimi na imani itakuwa nzuri zaidi. Lakini mmetutia aibu, hamkuweza kutetea. Hapana, ndio football. Yaani asikubali kushindwa siye mshindani. Yaani hatuwezi kuamka sisi lazima Manyara awe bingwa. No. Defending champion, tumepokonywa kwenye hatua muhimu kabisa ya nusu finali, na tunaona ni mikwaju ya penalty, so tulikwenda kushindana na wenzetu wamekuja kushindana. Tuko 11 sisi upande wetu na wao wako 11. Ndio football jinsi ilivyo. Kwa hiyo haijaandikwa lazima Manyara ashinde, na wala hatujawatia aibu. Kama tunge defending champion tukatoka hatua ya makundi tu labda tungetia aibu, lakini nia yetu ilikuwa ni kuchukua ubingwa. Mungu kadiria hicho tulichokipata, na sisi tunapokea, tunasema amina. Inshallah tutajipanga kwa season hii. Jambo la pili, tumeweza kupambana kuanzia tunaanza mpaka hatua hii tulifikia kwenye finali. Funzo kwetu sisi, natufunza maana tumetoka Zanzibar, tumekuja huku Manyara, tumekuja kujoin na watu mbalimbali. Kwa sababu tunajua mimi nimetoka Zanzibar, na maana namjua mtu anakaa Manyara, namjua mtu anakaa Arusha, vitu kama hivyo. Pia tumetaka kujuana, na pia funzo maana yake kwetu sisi limetupa funzo kwamba hata kama sisi tunavyoamua watu, na sisi wetu tumekuja kuamuliwa. Kwa hiyo na sisi najua kwamba tunavyoamua watu wanachukuliaje motisha yake. Kwa hiyo sisi tunajifunza pia kwa mtu ukiamuliwa ndio wewe aina gani kwenye kuamuliwa unacheza. Mashindano kama haya ya kitaifa yanawapa funzo gani nini? Cha kwanza tunapenda kushukuru manake kwa sisi kualikwa, kwa sababu wamekaa na kutuangalia sisi kama Zanzibar kwamba tunaweza tukashiriki katika mashindano. Sisi tunachosema kwa tunashukuru, na pia funzo letu kwa tunapenda kuwa mashindano kama haya endelee leo, kesho kutasiwe leo au na jana tu, basi iwe na muendelezo manake, ili tuendelee kujifunza zaidi kadiri ya zaidi. Tutambulishe kwa majina, anaitwa Hans Damian Rubena, ni mwamuzi
mwamuzi daraja la kwanza ambaye anachezesha ligi kuu, na kwenye mashindano yetu haya mimi ndiye katibu wa mashindano. Of course kimsingi haya mashindano tulileta kwa sababu ya kuwekana karibu. Tuliona kipindi hichi cha mapumziko wenzetu vilabu wanaenda Mapinduzi, wengine vilabu kupumzika, na sisi waamuzi tukaona hapana, hii ni moja ya sehemu ya kukutana ili tubadilishane mawazo na nini, tukutane undugu na urafiki. Lakini pia mashindano haya toka yameanza tunatumia waamuzi junior, kwa maana waamuzi junior tunapokuja kutumia katika kuchezesha wana get experience, wakutana na waamuzi ambao tayari wameshaendelea wako katika viwango vya juu, wanachezesha wengine kimataifa, wengine wanachezesha ligi kuu, wengine daraja la kwanza. Unapomchezesha mtu ambaye anaelewa na wewe ambaye unakuwa unapata experience, na pia kuna wakati watu tunaelekezana, tunakosa nafasi ya wengine wao wadogo wanakosa nafasi kukutana na sisi tunakosa nafasi ya kutoa maoni kwa wadogo. Kwa hiyo hii ni platform kwa waamuzi wetu wadogo kuja kuchezesha na kuelekezwa na kurekebishwa. Ndio. Unadhani yana umuhimu ama tija kwenu? Yana umuhimu sana. Yana umuhimu sana tena sana. Kwa mfano katika mashindano yote ambao huwa wanahusika na waamuzi ni kamati ya waamuzi, mjumbe wa kamati ya waamuzi mmoja ambaye anatoka taifa. Kwa yeye baada ya haya mashindano anakuwa ameshawaona vijana wadogo ambao wana afadhali, ambao wamechipukia, ambao kidogo wamekomaa, ambao tunajua kabisa kuna mashindano ya kike ambao kuna ligi daraja la kwanza, kuna RCL ya kike na kuna ligi kuu ya wanawake, na pia kuna RCL ya wanaume na kuna ligi First League. Kwa kutoka hapa viongozi wetu wale wanawaona, wanajua kabisa kutokea pale walipowaona mwanzoni na hapa kwenye mashindano, na ile platform ya kuwaelekeza inakuwa ni nzuri, hata wakichukuliwa kwenda kwenye RCL hizo na hizo ligi nyingine mambo yanakuwa mazuri. Unadhani sasa licha ya mashindano haya kuna umuhimu hasa wa kuwepo kwa kituo maalum cha kukuza vipaji kwa vijana hawa wanaokuwa? Hilo jambo nafikiri hata TFF lipo, sio kwamba halipo, lipo na tunafanywa kazi. Of course kwa sababu kwa wenzetu Zanzibar lipo na sisi hata Tanzania lipo tu alipo, na TFF unajua wana utaratibu uliokuwa bora wa kuanzisha hivi vipaji, na ndio maana kuna kituo cha Tanga na kuna kituo cha michezo cha Kigamboni.